Has Doria and Dibul's marriage turned into a battlefield? Guys, in the video wase wanatumia kurefer to how Doria Chege assault DJ Dibul. Tukiona kwa hii video tunaona amevaa mask na on his left side akona marks. You can clearly see the swollen face. So now Doria Chege amekuja akaulizwa what really happened. Anasema hata yeye hizo news amesikia vile hao watu wengine wamesikia, but through BNN Classic, BNN Premium actually, mtu amesuggest that DJ Dibul is being assaulted by the wife, and this is not the first time that these allegations are coming out. This is the second time. Na wanasemanga lolote lisemwalo lipo, but who are we to judge? So through TV47, through Radio 47, Doria ameulizwa akakana, akasema yeye hiyo story hata yeye anaisikia vile sisi tunaisikia, and recently she's in Mombasa, but huko ayuko na DJ Dibul. Hata kwa ile video ya Farmers Choice, people were really asking why is the vibe so off between these two people, because we are always seeing them lavidavi, and people are actually saying that Doria Chege anamlazimisha kumshika mkono in public, but NB, this information is not classified, is not proven. This is what the internet is saying. Doria. Yes. Ni aje? Poa sana. Mimi naitwa Billy Mia. Sorry? My name is Billy Mia. Yes. I'm calling you from Radio 47. Okay. Now, I'm with my colleague here, Mbaruk Mwalimu, and you're live on air. So you need some clarity of what has been going on online about you and DJ Dibul. Apparently people are saying that wewe unampiga Dibul. So kwa takatujue tu from the horse's mouth. Is story labda zatokea wapi? Kama labda ni kweli ama mambo ya mitandao tu. So you as a journalist, do you think it's true? That's why I've called you to confirm. Because some things are asking you as a journalist, do you think it's true? Some things zeza kwa zimetungwa tu. So ni poa ni kusikia kutoka kwako. Labda unaniona na kakane za mgonga. Mimi wewe unaniona? Unajua yani huwezi jua. Ndio nimekuuliza vile unaniona na kaneza fanya kitendo kama hicho. Yani mimi ninavokujua na kujua kama mtu fulani very soft. Okay. So hata nilivyosikia hizo taarifa nikakuwa taken aback kiasi. Nikasema mtoto wa kike na nambari yake tamtafuta. Because kuna watu wengine unasikia unasema really? Ndio pasa nimekuuliza vile unanijua na kakufanya kitendo kama hicho, ndio maana mimi sitaki kuongea. Kwa nini unataka vile mtanibeba huko nje, mnibebe sababu nikiongea itakuwa mbaya. So niruhusu tu ninyamaze. Mkiamua mimi nilipigana, mseme hivyo nilipigana, sitaki kuongea. Nikiongea nitaharibu mambo. Doria? Yeah. Mambo mam? Poa sana. Pole sana about everything that is happening, eh? I know kujipata mahali kama hapa sometimes inakuwaga crazy sana. Sana? Yeah. I really understand. Alafu nataka tu kujua pengine hizi rumors zilitokea wapi, kwa sababu as I know mimi naonaga tu kama couple moja tu powerful. Very hot couple. Yeah. Unadhani pengine hizi rumors zilitokea wapi na ulizisikia wapi pengine ama uliziona wapi? Ulizisikia kama nyinyi. Okay. Zilinipata tu kama nyinyi. Sijui. Na nikashanga nilipigana saa ngapi? Dibul sasa yuko nje. Sorry? Dibul yuko out of the country, right? Hapana. Or yuko around? Okay. Na nyi watu mshazungumzia about whatever is happening online ama mliamua tu wacha ikae, wacha Wakenya waamini Kenya wanataka kuamini? Sasa si mara yake ya kwanza kutrend. Yeah. Si mara ya kwanza, si mara ya pili. So of course tumeongea, tumekaa chini tumeongea. Bwana, sisi tunatakia kila laheri kama familia. Unajua the devil is a liar. Akiona kitu kinakwenda uzuri pia wanatia mkono mle wakisha kwamba haribu. Kwa hiyo bwana, kila laheri, and we hope and we really hope kwamba kuna violence nyumbani, because it can be either side, sio? Na we hope kwamba hakuna violence nyumbani. Endeleeni kupendana bwana. Mko na mtu mzuri, namuona mnamraise pale. Tatizo moja tu nilishangaa umeingia Mombasani peke yako, nikashangaa mbona ameingia Mombasani peke yake huyu?
sababu wako around. Because unajua with everything that is happening, niliona post yake jana akisema siku hizi unaingia tu online unapata una trend na hujui. Nikajua definitely he's a victim. Yeah. He's a victim. Yeah. Anafaa kwa shaongea. Bwana, shukrani sana Dorea kushika simu yetu and putting everything into perspective. Na pole sana kwa masaibu. Thank you. Just a quick one before we let you go, There's this law ambayo imekuwa ikijadiliwa sana ya mitandao. Sorry? There's this law ambayo imekuwa ikijadiliwa sana ya mitandao ya cyber crime law. Yeah. With everything that is happening saizi, wewe as a victim venye umetuelezea, what do you think? Should be passed, to be honest. Yeah, because I think it's a leeway for people now to attack someone, Yeah. without even enough evidence. Yeah. Yo, umesikia tu allegation. Unajua si kila mtu ananipenda. True. Si kila mtu ananipenda. Mtu ataamka tu sababu amepewa platform ya kuongea, alafu ni anonymous. So hata hajulikani ni nani. So akiamua ananichukia akitaka kuniharibia jina, ataniharibia tu. Yeah. Unaelewa? But mimi nasema kila kitu naachia Mungu, kila kitu na wakati wake, everything, the truth will be known. You know, I only hope kwamba hao watu ambao wanatufollow kwamba wajue kwamba sisi pia ni watu ambao tuna life. We have wajue kwamba sisi ni watu ambao tuna life. And we have endorsements that tunazitegemea, you know. Exactly. And any slight thing bwana inaweza fanya bwana ule mkate uondoke. Unajua, they really need to realize that. And Kenyans need to be just responsible. Because uwezi kuwa unapewa platform lakini unaitumia venye unataka, alafu no one is holding you accountable. Kupeana platform yeye mwenyewe ni journalist, anafaa kujua kazi yake. You need to, unafaa kuja kwangu niulize nimepata hizi allegation, is it true? Yeah. Unaelewa, si tu kwenda kuamka kama umeka allegations zako huko ati niko na mimi, si kila mtu ananipenda, nina maadui zangu. Kijana amekuwa kitrend kila wakati hapo na wasichana, pengine hao wasichana wenye anamtaka. You never know. You never know. You never know. You never know, because kama yeye he's a victim, mbona hajaongea sema nilipigwa hapa nikachapwa hapa? Yeah. Unaelewa? Unasema Dorea kijana wanamtaka kijana ama wanataka tu zile sadaka tunatoaga kwa padre jamani? Kama wanamtaka waniambie, nitawaachia. Wasema si lazima. Sasa ikifika hapo mahali inaanza kuguza unga, kidogo inakuwa tricky. Yeah, it's so wrong by the way. Yeah. How is it dating a celebrity? Kwa sababu inakaa ni kitu ngumu sana jamani. Every day kitu mpya, every day kitu mpya. How is it? Sorry? How is it dating a celebrity? It's not easy. It's not easy, but by the end of the day, you need to trust. You have to be best friends, number one, and then you have to trust each other. And you need to communicate. Communication is everything. Yeah. Yeah, communication is everything. Manake allegations kila uchao zinakuja tu. Jamani, kama ingekuwa kutoka kitambo. Kwanza kuna siku walisema walimuona huko kwenye gari ati sijui anafanya nini, nikasema jamani hata nimekuwa strong hii mwaka, mmenijaribu sana. Wasema setani ashindwe. Jamani, kama sijakufa hii mwaka. Wadorea, shukrani sana kuongea nasi hapa Radio 47. Asante. Pigo tena zaidi. Mwanangu. Hey, what have you gathered mwanangu? Maana mimi my journalistic instincts are kicking in. That, and also at the same time, very same time, my not artificial intelligence, my emotional intelligence. Okay, this is what I'll say, Billy. Guys, ukweli wa mambo ni kwamba guys, wa Kenya tuwaache, let people be. Yeah. Hii tabia ya kujifanya kimenyi na kujifanya mnataka kupoke holes kwa kila maisha ya mtu without even knowing what is happening in their lives, I think tuachane tuna hiyo tabia. It doesn't make sense. Guys, sisi tuna familia. Sisi tuna endorsements ambazo wametupatia biashara tuwafanyie. Yeah. Wengine wetu tuna biashara. Mwataka mtuguse pabaya tu react alafu mwanze kutu unfollow. Unajua inakuwa issue. So jameni, tupelekeni polepole. Tunawapenda ndio. Nyi pia tupendeni. Sio mapenzi ya uongo.